Good evening ladies and gentlemen, welcome to the Three Legs Stool, mahali ambapo tunaongelea yaliyotokea katika mtaani, katika ulingo wa siasa na vile vile katika masuala ya elimu. I'm your host Faith Otieno, and with me here I have my one and only co-host Chacha Tobias. That is my name, forever will remain to be the same. Thank you so much for keeping tuned. Today episode is gonna be interesting, so make sure that you stay tuned from the beginning of this episode, particularly this episode, to the end. We have quite a lot of lineup for you, and you can't wait to hear what we are about to share with you. Vile amesema mambo ni moto moto, na just stay tuned uone yaliyotuliwa kuandalia kwa usiku wa leo. The former Migori Governor Okoth Obado and two others found guilty of murdering Sharon Otieno and her unborn baby. Unajua hii story ilianza vipi? Unajua, me one thing that I know is as much as it will take time, justice will prevail. You know, this case, if you trace it back some years back, I guess 2018. How many years now? Eight years down the line, or 8 years down the line, you can imagine. Justice has been rendered finally, and the court has decided that they are guilty because they are guilty of murder, and they remain behind bars. Hata bond ilikuwa revoked. Yeah, so let them rot there, because you know no one has a right to take one's life. Na maybe kwa watu ambao wajui Sharon Otieno, she was a student, a Kenyan university student mwenye alikuwa abducted. Na hiyo time ilipata kwamba alikuwa ametoka pamoja na along with a journalist called Barack Odur after walikuwa wameenda meet the former Migori governor. Yes. Okoth Obado. Then later the journalist alikuwa ameachiliwa, then Sharon akabaki. Then the next day Sharon akapatikana kwamba her body was found in a forested area near Kodera in Homa Bay County. Hapo hivyo alipatikana kwamba ako na wounds, stab wounds and strangulation. Sharon pia alikuwa mjamzito vile vile. 7 months. Allegedly ilikuwa alleged that maybe Sharon and the former Migori governor Obado, right? Had something. Which is true. So, you know, it has come to a point whereby maybe, I think to him it was like he was trying to clear up his name after realizing that this chick was now pregnant for him, of course, right? And that is why alichukua. But mbona, why will you want to kill someone mwenye ako na mtoi wako just to clear your name? And when you were tembea na huyu mtu around, huko unafikiria eti jina inaharibika. Yani wewe wakati wenye ushaonja asali unasema jamani huyu to death. Nobody has a right to take life. Unajua kwanza Okoth bado hakuwa peke yake. Alikuwa na Michael Oyamo and Caspar Lubiru. Hao ni wawili wenye wamekuwa chajiwa na hiyo case yenye leo court imesema kwamba they have been found guilty. Maybe to question that I might ask you, Chacha, do you think like political influence makes it harder for victims to get justice? You know, as much as wanasema it, because I don't think that as much as you have power, you should not misuse that power, or you should not use your power maybe to threaten others, or to, like, you know, just for him, kwa sababu alikuwa governor, he felt like huyu tukiweza fanya hivi ataenda missing na ishe. But one thing, I'm proud of our court system, I'm proud of the judgment that has been rendered, kwa sababu that family deserve justice. But why did they justice? It'll take 8 years. Yeah, as much bora uzuri inaweza chukua as long as it takes, but mwisho wa siku when justice is rendered tunasema inshallah Mungu amejibu maombi. At least familia wanakuwa wenyewe. Kwa watu wengine itakuwa, unajua itakuwa ni kama ni, it's like he will serve as an example even for the colleagues when they are serving the same position as the former Migori governor. They will be like, now unajua nikifanya, if I'm doing this pia mimi naweza chukuliwa hatua, because sheria inatubind sisi sote. Yeah, so sisi sote tunatawaliwa na sheria ya Kenya, the new constitution of Kenya 2010 inatugovern sisi sote. No one is above the law. Even the president himself is not above the law. Definitely. So haufai kufanya tu mambo kiholela holela in the name of that you are powerful or
you are mighty or thinking that I have this position. No, sheria ni ile ile, ni kama msumeno, inakata mbele na nyuma. As Sharon's souls continue resting in peace, justice has finally been rendered. But what do you think, like these ladies wenye wanakuanga na in a relationship with high profile people, wenye wanakuanga tu like mpango wa kando, like what advice will you give to them? Vile tumeona kwamba Sharon kesi yake take a long time ili kuwe justified. Unajua at this time 8 years ni a long time yenye tu mzazi anaweza sema tu wacha tu hiyo kesi ipotelee tu hivyo, tushamzika mwanae na tushachoka. What advice will you give to those girls? And then my advice will be, I'm not good at giving advice, relationship advice, but one thing, general advice, it's like whatever is it that you are trying to do, make sure that sifanyi hivi ndio mtu mwingine get hurt. Unaelewa? And you see, for the ladies nowadays, as much as manze mna chesi kichele, pia take precaution, kwa sababu these people will use you. Definitely. They will dump you, and when situations escalate, they will eliminate you for the sake of keeping their name clean. You understand? So isikuje ifike a point where you want to flaunt with yo unasema mimi unajua ni if you are not wendi na V8 mtu wangu, wendi na manini nini, wewe si mtu rikangu. Hapana, pia wacheza ligi yako mtu wangu, because at the end of the day inakuja na kuaffect wewe mwenyewe na unaacha pia familia yako ikiko. You understand? The family where you come from, they depend on you. They believe in you. So don't disappoint them in the name of you are looking for greener pastures. Work hard. Definitely. Get clean money. Yako ile tu kidogo. Be satisfied with that. Yeah? And unajua vile vile pia tumeona kesi ya Albert Ojwang, may his soul rest in peace. Tuliona kwamba CCTV zimeonyesha kwamba like the police officers ndo walikuwa like responsible for his death. Vile vile Sharon bado pia amepata justice. Pia tuna expect pia Albert Ojwang atakuja kupata justice. Definitely may his soul continue resting in peace, but easy rest in peace zinakuwa mingi, and then when you try to follow them, unaangalia these are the people that we entrust to steer up the nation. That's the same people who are dragging the nation behind. These are the leaders that we entrust, leaders that tumewaeka pale hivi, and then they are misusing their power to, you know, exploit those who are chini. No, it should not be like that, nor it should be vice versa. They are there to serve everybody equally, bila maupendeleo ama bila kutumia power vibaya. So kwa instance kama ya Albert Ojwang manze, if you have watched the CCTV footage, it's very traumatizing. Very traumatizing, and I can't imagine his 20 minutes, his last 20 minutes. How terrifying that was. Ukiona kwanza hiyo clip, kwanza ukiangalia vizuri vile alikuwa ameshukishwa, alikuwa tu anatumia simu yake normal, not knowing what will happen in the next hours. Tena tukaona akidragiwa nje, like it was really, yani siwezi hata jua nianze kazi. Haujuangi your next minute ni gani mtu wangu. So si tunasema Albert Ojwang, may your soul, but may your soul never rest until justice is served. Yeah, is served. Kabisa. Tukitoka huko wacha tuingie upande wa Facebook, upande wa TikTok, sorry. Ambapo tulikuta kwamba TikTok ilibaniwa kule France international. Children that were under 15 years and below, TikTok ilibaniwa kwao. Wakasema kwamba wale ambao wanatumia TikTok from September, zao pia zitakuwa zimebaniwa. Na pia tumeona kwamba Kenya pia imefanya hivyo. Tukaona kwamba TikTok has removed 591 videos and deleted 48,739 under 13 during the first quarter of 2026 as part of a major crackdown on harmful content and online safety. The platform said over 96% of the content removal were detected using AI before reaching a wider audience. Maybe swali ambalo ningependa kukuuliza, do you think like TikTok imekuwa strict sana ama walikuwa wamechelewa kutoa hiyo ilani? I really don't think that ni juu TikTok wamekuwa that strict. Ni vizuri sometimes for the content that we do on this platform to be regulated. You know, these are minor. It's not that they are being banned. We are trying to just regulate the amount of time they spend with their phone, mostly on TikTok.
platforms and so unapata mtu, because there is no way unaeka pale your page uko underage and then ile content, unajua when even content monetization wakianza kuangalia pia zile vitu, it's not a clean content at the end of the day, as much as pia those who are above 18 years kuna vitu zingine wanaposta content and then you are like nada, this is no. So unajua kwamba TikTok pia imekuwa home ya vijana. Kuna wale wanapata fame hapo hivyo, kuna wale wanapata what do you call it, brands hapo hivyo, like wow, sasa watasurvive, like you find like a teen anapata brand through hiyo TikTok na hiyo ndio inamlipa, like yeye sasa ata like is this a negative thing to her ama ni aje? Yeah, I think pia just before hata niongelele ile, labda kumkumbusha producer wetu, ni vizuri pia anatuwekea kale katika pale, unajua mtazamaji anajua tunaongelelea nini jamani. This is the three-legged stool show and thank you so much for keeping it here at Sweko TV. Love you so much. Kwenye mtandao wa TikTok ndio tunaongelelea, lakini naongea wadau pale kabisa wanatufuatilia jamani, mpo ndani pale kabisa, mnatufuatilia kabisa na tunasema thank you so much for keeping it locked from mtandao wa TikTok. Wanasema show iko moja kali, show kabambe kabisa, mnabisha jamani, ndani ya nyumba nikiwa na mtoto wa kike Faith Otieno, langu jina najulikana kama Chacha Tobias. Ndio jamani, tukitisha pale kabisa, iwapo tunabisha drop a comment pale utuambie mambo iko namna gani, unatuzazama kutoka wapi, unapenda vipindi vyetu ama namna gani. Iwapo pia uko na mapendekezo unatutumia ujumbe pale kwenye email ya kwetu, nakwambia ni swekotv@gmail.com. Alafu nakwambia tulikuwa tunaongelea about brand ambassadors, those who have endorsed different brands maybe from TikTok platform, wataenda wapi? Unajua these regulations has only affected those accounts that were registered and they have not reached or the requirement of TikTok in terms of age requirement. Requires 18 years and above. So if you are brand ambassador, content yako unapiga moja fiti pale, endelea kurepresent, endelea kupiga content yako clean pale mtu wangu, na mambo itakuwa sambamba kabisa. Sisi tunasema tutafuata jinsi ambavyo wataamua, lakini mubakie hapa. Na wacheki kabisa. Watu wengine wamesema kwamba like TikTok is not the enemy. The problem is the parents, guardians and society kuhakikisha kwamba watoto wao wako safe online. Definitely. You see kuna kitu inaitwa digital literacy and the role that parents play when it comes to how much their kids spend with the phone. Because TikTok has no problem. It's just a platform like any other platform. So it's your responsibility as a parent. Unajua you have underage kids. It's your responsibility as your parent. Kama umewanunulia simu, there are features that you can lock for them not to access such like platform. You understand? Or not to access such like content. You understand? No. So it's your responsibility. It's not the responsibility of TikTok owners or TikTok nini wakukuje pia waanze kukufunza eti no. It's your responsibility as a parent, it's your responsibility as a guardian to know what time your children, how much time do they spend on online, let's say online. Yeah, sana kwenye mtandao huu wa TikTok jamani. TikTok ilianza ikikuwa fiti mtu wangu, lakini nakwambia siku hizi hata ukiingia kwenye huu mtandao media saa 7 saa 9 jamani, hata wezi ingia pale kabisa utazame na mtoto, lakini sasa unasema ndo mambo wanapata kichele kutoka hapo. Lakini from the audience ningependa kuuliza like TikTok imefanya move poa ya kukill the freedom ya creators ama maybe audience watanijibu pale hivyo kwa comment section like TikTok wamefanya poa kuban hizo vitu ama wamefanya vibaya sana kukill the content creators ambao wanapata malipo kule ama wanapata kinywa chao kule hivyo. Na tukiendelea we have found that a 70-year-old grandfather ameamua tu yeye aende kutafuta mshosho mwenzake, ameamua tu yeye. How old again? 70-year-old grandfather ameamua tu yeye hataki mtu mwingine. Hiyo mtoto wake mdogo the granddaughter na akaamua kucommit incest. Do you know the meaning of incest?
incest, hebu nielezee jamani. Unajua pia kwenye for the benefit of our audience, wale labda huenda kidogo hawajui ama hatujui, maybe you can wacha ni wasomee. Ndio isije ikawa eti ni maneno yako. Tusomee kabisa huko wanasema aje. Incest is a relationship between related bloods. For example, inaweza kuwa related blood. Yes, I am. Yeah. Sasa unasema eti huyu ni mtu wa Narok County. Ametoka tu kule Narok County, kibaba kizima ambacho kanajielewa, ameamua tu yeye hataki kipusa mwenye amejitafutia, anataka tu yule granddaughter wake. Na akaamua I don't know, should I call it rape? I think hulka kama hizo ni mbaya tena zaidi. Tabia kama hizo, we condemn such like characters whereby our parents, it happens, it happened, sikia mzazi, but now this is a 70-year-old, let me see it. This is a 70-year-old grandpa. You know, sometimes Pia, as much as we would like to blame him, such like we do not condone such like acts. Characters kama hizo, watu kama how they belong in jail. Has he been arrested or yet? Bado hajakuwa hajarestiwa, but I think amepewa kifungo cha maisha. Yeah, so he was arrested and has been sentenced. Hiyo clip yes, so if he has been arrested, then that is sentenced to life in prison for incest with his granddaughter in Narok County. Huyu sasa wacha kufie pale jela, na ndio iwe mfano kwenye watu wenye tabia kama zake jamani. So iwapo uko pale na una tabia kama za mzee jamani, ukome na iwe mara yako ya mwisho, na ni ile tu siku zako labda hazijafika. Lakini Sami Faith, kwa upande wangu nasema jamani, tabia kama hizi tumeziona. Tumeziona na ni tabia ambazo si za kupendeza. Kwa mtu mwenye unajua huyu ni mzee. Sasa watu anaiga mfano kwa tunafaa kuwa anapigiwa mfano kama mtu mwenye mfano mwema, alikuwa mwenye hulka, aliwapenda wajukuu wake. Si tena kuwatumia wajukuu wake kwa njia ambazo jamani kidogo zinatatanisha. So tabia kama hizo sisi tunasema jamani, alaaniwe. Na watu kwa wenye tabia kama hizo pia mulaaniwe. Na hizi tabia una think zinaanzaga aje? Unajua saa zingine watoto wanaweza kuwa like sasa hawa trust wazazi kabisa. Na like kitu kama hiki kiwafanyikia unapata tu wananyamazia. Like what do you think like parents should do? So in case vitu kama hizi zitokea. Hata kitu moja. Sasa zingine unaweza pata hizi vitu zimetokea na parent anaogopa kwenda kushtaki kwenye kwa police station kwa sababu ati anaogopa like community itamwangalia aje, ati mwana ameripiwa na babake ama nini, anaenda hapo kunyamazia na hiyo story, but ajue kwamba hii pia inaumiza mtoto kindani. Like is something that ina traumatize mtoto, ataishi tu akifikiria hiyo maneno na ni tuju amekataa kwenda kusema hiyo maneno. So mimi hata kitu ningependa kusema ni kwamba jamani, unajua kwa upande mwingine tunaweza kuwa tunamlaumu huyu the 70-year-old grandpa, but sometimes you know there are so many factors that contributes to someone's ndio kuja achukue like yes hi-fi. But pia to our young girls outside there, you know, when you are at home, you know, it depends from where you are raised from. How have you been raised? You understand? So because sometimes even how we dress outside there, to such like, maybe huyu ni mdem alitoka tao, akaenda uko home, and then gadhea akaona like, damn! You understand? And then unajua, kuna kitabu moja mimi nikiwa pale shule. Kidogo tu jamani niwarudishe nyuma. Nikiwa shule kuna kitabu fulani tulifanya. Ilikuwa inaitwa The Battle Brecht, Caucasian Chalk Circle. So kwa Caucasian Chalk Circle there was a character who was called Azdak. Azdak was a village scrivener. A village scrivener means you come from nowhere and alikuja akamfanywa akakuwa judge wa hiyo city. And then judge huyu aliletewa kesi. There was a case of ni mtu mkubwa pia hivi. Mtu mkubwa hivi pia alikuwa amerape msichana, alikuwa anaitwa Ludovica pale. Sasa yeye alielezea, kwa kulingana venye alielezea, Ludovica alikuwa amevalia kidogo miniskati. So ilikuwa ni ka miniskirt kadogo hivi kabisa. Alafu akapita jamani huyu kijana akaona jamani mimi sitavumilia. And then akaenda hapo akatenda tendo. So kesi imechukuliwa kwa judge. Do you know judge ali end up sentence Ludovica. And the judge was like, you are the one who raped this young man. Because the way you are dressed, and then definitely automatically when you will rape. So I'm not trying to advocate for that. It's just an art
So I'm trying to say that even when we are at home, nyumbani pale, let's mind how we dress. Na unajua unaweza ona mtu eti ni mzee useme huyu damu bado mishipa mtu wangu, damu bado inatembea. So usije ukaassume useme eti gukamezeeka. Gukajazeeka. Ni wewe tu jichunge. Situation kama hizi pia huapen kwenye boarding schools. A lot of cases zimekuwa boarding school. Na unajua saa zingine kama kuna that strict parent mwenye uwezi mwambia kitu kama hiyo, una end up like una normalize hiyo kitu. Maybe wazazi ningependa kuambia kwamba like mtoto wako akitoka shuleni muongeleshe, like check up on your kid, muulize ni nini mbaya. Hizo conversation ngumu zenye mnagopanga kuongea na watoto, like ask, utapata majibu. Jamani watu wanaulizia, jamani watu tumekuona pale kabisa. Nipo, unajua nipo kwenye mtandao ya kijamii pale kwenye Facebook, nilikuwa kidogo naangalia watu wanasema tunafurahia sana kipindi, jamani mnapendeza, asante sana. Naitwa Emmanuel from Nakuru, thank you so much my brother. Na mwana mwingine pale kabisa anasema Joseph, na wafuatilia kabisa, nipo ndani tuned in kabisa kutoka Machakos na show iko poa sana. Thank you so much Joseph, thank you so much for keeping tuned. Mwingine pale kabisa anasema naitwa Esther, jamani huyo mtoto wa kike anapendeza. Jamani Esther amesema unapendeza. Yeye anapendeza, lakini sasa Esther hata nilitarajia such like comments zikuwe directed kwangu. But anyway, ni vizuri, bado anapendeza. Mtoto wa kike anaitwa Faith Otieno, nikiwa naye mtoto wa kiume ndani ya nyumba Chacha Tobias. Now kwenye mtandao pale kabisa wa TikTok bado sijaona comment. Basi endelea pale kabisa mtu wangu kututumia ujumbe wa kwako pale, toka tunaupeperusha hewani moja kwa moja kutoka kwenye studio za kwetu hapa. Tunawapenda sana, tunawaenzi. Faith, kazi kwako tena. Tukiendelea tunaingia katika music industry ambapo tumepata our rapper the only OG Khaligraph Jones ameamua kwamba yeye hataki kunona. Akaamua kwamba yeye anaenda ku lose weight na ametoka from 137 kg to 90 kg. And anasema ni through fasting 4 days. Yeah, massive. You know, OG has been fasting. Like mtu anaweza lose weight for 4 days. It happens when you put a lot of efforts. Unajua pia, because the last time niliona OG akisema jamani it's been around 72 hours without taking any meal. We respect, and the OG must be respected. That is the signature. The OG must be respected. You know, losing such like it's huge, you know, 135 to 90, around 90. That is a great improvement, massive. Congratulations OG. Amesema anataka kukeep fit. Ni msanii mmoja hatari kabisa, noma mtu wangu. Unajua ngoma gani kali ya OG by the way? Omolo. Kutoka Bondo. Jamani, huyo Bondo kidogo hapa jamani. Na hiyo clip yake ambayo inasema Khaligraph Jones shows off his weight loss transformation after dropping from 137 to 90 kg through fasting 4 days a week and following a keto diet. Ndio hiyo basi, ndio mambo kama hayo. Kwa wale wenye mnajiuliza ilikuwa aje, ndio hiyo siri amewaambia. Siri ni kufunga na kuomba jamani. Tunajua watu walikuwa wamemzoea na hiyo heavy weight. Na naona pale wengine wakimwambia kwamba wamekonda, alafu unaona kwamba akirespond ati yeye hataki kunaona, wasanii wanono. Yani it anafurahia sana like kuona hiyo like body yake. Unajua kuna venye watu wamekuwa accept, kuna venye mafans wamekukubali. So unajua leo kama tumekukubali hivi venye upo Faith, hapo kesho utakuja hapa kidogo jamani kwa uko vile hatuja kuzoea hivi kidogo itatushtua. Ndio maana you know reception bado kabla tumkubali sasa ndio OG wa kisasa huyu. Itatuchukua muda pia because people are still processing it, people are still having different opinion, but as much as it's a decision that he made himself, it's a thumb up. But what do you think? Amechange juu mtu alikuwa anampush maybe mpenziwe, ama amechange juu ya music industry yake, like he wants to bring that like, ama ni watu wamekuwa wakimtroll sijui maybe mbona unaweza dhani kwa ameamua tu ku lose weight all of a sudden, mtu ambaye alikuwa amejulikana na big body type. I think OG ni OG akidecide kufanya kitu yeye mtu wangu anapiga shughuli yenye nini. So maybe if at all ni unajua hatuwezi jua pia ametupangia nini, labda anatupikia pale kidogo yupo karibu kutupakulia, hatuwezi jua, lakini OG ni OG and he must be respected. Sisi tunayaheshimu maamuzi yake tu, ndio tunaweza sema hivyo. Tutamuita hapa ndani ya studio kidogo tupige naye story moja mbili tatu. Yake ni gani jamani? Khaligraph Jones. And the reason behind that as well, right? Definitely. Yes. Then upande
mwingine tunaona kwamba Justin Sokayo shows off 17 kg weight loss after losing weight in 2 months using Ozempic. Unajua Ozempic ni nini? Ozempic. Kwanza hii weight loss mbona watu weight loss? Unajua kwanza wasichana maybe aita Justina. Wasichana kuna wengine wanasemanga sijui wasichana huwa wana weight lose ili kufurahisha wanaume, lakini it's not true. It's because we want to gain confidence in ourselves. Na maybe usiweze sema ati kwamba mili yetu haitupe confidence. Tunafanya vitu ambazo zinatumake happy sisi kama wasichana. Na Ozempic ni lakini sasa Justina ni nini alikuwa anataka immake happy Justina? Serious. Unajua kuna manyama huko ama hapana, mimi nataka kiuna ambacho kimesnachiwa. Inaitwa hourglass shape. Ama ni triangle. But unajua Ozempic ni uchungu sana juu kuna kwanga na hizo masindano unaingishiwa huku like inatoa fats, if I'm not wrong, inatoa fats, but it is not kitu yenye iko like 100% sure that itakusaidia. Let me ask you, kuna side effects, those sijui ni gani, but kuna side effects, it's not 100 guaranteed that ni kitu yenye inaweza saidia mtu weight loss. Reduce. Yeah. Let me ask you, Faith, do you think that is there natural way of losing weight? Hey, diet. Like kufollow tu hiyo diet vile unaona Ujia ametuambia kwamba amekuwa akifollow diet. Okay. Unajua kuna watu wengine wakishazoea sukari, ni ngumu sana watoke. Unaweza pata amefanya for 1 week, next week amechoka. Tizi diet ina lose weight vizuri sana. So if you follow the natural way of losing weight, how long is it gonna take you? I don't know, but discipline ndo inakuteka. Or discipline. Because kuna mtu anaangalia pale tukiongelea Justina Sokayo. Sijui kama producer. Justina Sokayo shows off 17 kg weight loss after losing weight in 2 months using Ozempic. Yeah. Now, if there are natural ways of losing weight, please, acha hii pressure mingi. Kwa sababu wewe unaweza kuwa unatutazama pale sasa juu umesikia pale Justina mtu wangu eti ame lose weight kupitia Ozempic 2 months straight. Na wewe unataka kuenda. Labda alispend a lot of money kwa such like pros hiyo inakuanga na pesa mingi like so wewe kama hauna do mtu wangu, wewe anza kukula vizuri, anza kuenda zoezi, natural way yako uta reduce weight. Acha pressure nyingi. Pressure yenyewe ina mitandao mtu wangu. Lakini ndio imetoweka, ndio maana tuko hapa. Unatupeanga pressure huko mtandao. Like sasa jamani, Boychala anakupea aje pressure? Umeona sijui nini like nini. Body shame. Alafu unajonga kuna hii type yenye inafanyikanga like when a lady akishajifungua unapata kuna body changes, unapata kwamba amenenepa sides zingine, then mwanaume anaanza tu kumwangalia like anaanza kutafuta mtu mwingine like a petite lady, you know, ama mtu ambao shape lake liko like chupa li hourglass. So but at the end of the day, you know, self confidence, you know, self discipline. At the end of the day, lazima ujiamini. Usichukulie opinioni za kila mtu venye wanasema kukuhusu. You know, you are made in a very perfect way. You are created in God's own image. You understand? So you should not let other people's opinion pin you down. Nope. Know when and how to stand your ground, mtu wangu. Si eti sasa you let people kila mtu opinion ikikuja you just want it. Yani watu wanakudrain, unaendelea tu, utaisha, depression itakuwa. Bali ukisema mbaya wakisema hivi unaona kabuda. Unajua kabuda. Nimemwona kabuda. Venye anadishi anadingua like I'm very confident. So na confidence kama hiyo mtu wangu. Nyinyi mkiongea pale anasema kwani mimi udu. All in all, wewe kama uko na hiyo pesa wewe enda tu ufanye, but at the same time look at the negative sides za hizo vitu like is na ufanye ni decision you make. Si eti ni watu wamekupush. You understand? For your own benefit. It's a decision that you've been thinking about and finally umefikia place ukasema no, I have to do this procedure. Definitely. Yes. And that is the end of our show. You can find us in all social media platforms as Sweko TV Kenya, and also you can send us an email at swekotv@gmail.com. Maybe to our audience, maybe unaweza tuachia comments moja hapo 1 or 2, ama maybe pia unaweza tutumia information kwa swekotv@gmail.com. I was your host Faith Otieno, and maybe Chacha Tobias ataweza kumalizia. Ashamaliza mtoto wa kike. Mimi nasema tu ishakuwa ni show moja babu kubwa. Tunashukuru sana kwa sababu umekuwa nasi tangu tulianza kipindi hadi tumefikia tamati. Thank you so much for keeping it locked here, and thank you so much for giving us such massive support.
pale kwenye YouTube naona tunafanya vizuri tena zaidi. Jamani, tuendelee tu kabisa, mkitushikilia tutaenda mbali kabisa. Iwapo bado hujasubscribe kwenye mtandao wetu wa YouTube kabisa, nenda pale kwenye Sweko TV Kenya, give us a subscription button and make sure that you turn on that red notification bell so that every time we upload a new video you become the first one to be notified. And to that, the only thing we can say, let's meet tomorrow, same time, same place. Bye bye.